Hebu jiulize hili swali kwa sekunde chache. Kama leo mtoto wako angeliacha kabisa kuota ndoto, chanzo chake kingekuwa ni nini? Sio uchawi, sio marafiki wabaya, sio mitandao ya kijamii. Mara nyingi huwa ni maneno aliyoyasikia nyumbani, maneno aliyoyaamini, maneno ambayo wewe hukuyasema kwa nia mbaya, lakini yalikaa moyoni mwake kama ukweli wa maisha yake. Leo hatuzungumzii wazazi wabaya, tunazungumzia wazazi wazuri waliokosea bila wao wenyewe kujua. Kwa sababu ukweli mchungu ni huu: wazazi wengi wanaua ndoto za watoto wao wakiwa wanajaribu kuwasaidia. Na kama wewe ni mzazi au unapanga kuwa mzazi, video hii siyo ya kumhukumu mtu, bali ni ya kukusaidia kujua ni maneno gani hupaswi kumwambia mwanao. Tuliweke wazi jambo moja mapema: mtoto anaweza kusahau njaa aliyowahi kulala nayo, lakini hawezi kusahau neno lililomfanya ajione hafai. Leo nitakuonyesha maneno 7 ambayo ni ya kawaida sana, ambayo wazazi wengi huyasema bila kufikiria, lakini yana madhara makubwa na yanaua ndoto za watoto wao. Usikimbie, usijitetee. Sikiliza hadi mwisho. Mtoto anapozaliwa, akili yake ni kama ardhi mpya. Kila neno la mzazi ni mbegu. Baadhi ya mbegu huzaa ujasiri, na nyingine huzaa hofu. Nyingine huzaa mtu mzima anayeogopa kujaribu. Tatizo ni kwamba mtoto hachuji maneno ya mzazi. Hachagui lipi alichukue na lipi aliache. Kila neno kwake analipokea kama ukweli. Ndio maana mzazi anaweza kusema kitu kwa hasira ya dakika 5, lakini mtoto akaishi nacho miaka yake yote. Sasa tuanze moja kwa moja. Neno la kwanza ni wewe huwezi. Hili ni neno fupi sana, lakini ni sumu kali. Wewe huwezi masomo. Wewe huwezi biashara. Wewe huwezi kama wenzako. Mzazi anaposema huwezi, mtoto halisikii kama tahadhari, bali analisikia kama hukumu. Mtoto hajui bado anaweza kujifunza. Anajua tu ameshapewa mipaka. Ndoto nyingi zimekufa si kwa sababu ya kushindwa, bali ni kwa sababu mtu aliamini mapema kuwa hawezi. Neno la pili ni angalia mwenzako. Hili neno linaua ndoto za watoto wengi kwa sababu ya kulinganisha. Angalia dada yako alivyo smart. Angalia mtoto wa fulani anavyojua. Kwa nini wewe sio kama yeye? Mzazi anadhani anamhamasisha mwanae, lakini mtoto anachokisikia ni mimi sithaminiwi. Badala ya kujenga uwezo wake binafsi, mtoto anaanza kuishi kwa kumuiga yule uliyemlinganisha naye. Hapo ndipo ndoto yake ya kipekee inapokufa. Neno la tatu ni achana na ndoto za kipuuzi. Hili ndilo neno hatari zaidi. Kwa mzazi, ndoto ya mtoto inaonekana haiwezekani. Kwa mtoto, ndoto hiyo ndiyo maisha yake. Mtoto anaposema anataka kuwa mtu mkubwa, anahitaji mwongozo na sio kejeli. Ndoto nyingi hazikukufa kwa sababu hazikuwezekana. Zilikufa kwa sababu hazikuheshimiwa. Neno la 4 ni hilo halitakufanya ufanikiwe maishani. Hili ni neno la hofu kwa mtoto. Mzazi anasema kwa kuogopa umaskini, lakini mtoto anajifunza kuogopa ndoto zake mwenyewe. Anajifunza kuchagua usalama kuliko wito wa moyo wake. Na baadaye anakuwa mtu mzima mwenye mshahara mzuri, lakini asiyekuwa na furaha. Neno la 5 ni unanikatisha tamaa. Hili linachoma zaidi. Mtoto anapohisi amemvunja moyo mzazi wake, anajifunza kujikana ili apendwe. Anajifunza kuacha kuwa yeye ili awaridhishe wengine. Ndoto yake inanyamazishwa ili asimuumize mzazi wake. Neno la 6 ni hicho ni kipaji cha watu fulani. Hapa ndipo mtoto anapofungiwa milango. Anajifunza kuwa dunia imegawanyika. Wengine wana nafasi fulani na wengine hawana. Na mara nyingi hujipanga upande wa wengine hawana. Ndoto haikufi kwa kukataliwa,
inakufa kwa kutojaribiwa. Neno la 7 ni nakuambia kwa faida yako. Hili ndilo neno linalohalalisha mengine yote. Ndani yake kuna lawama, hofu na udhibiti. Mzazi anahisi yuko sahihi, lakini mtoto anahisi hasikilizwi. Na mtoto ambaye hasikilizwi huacha kuzungumza na kuota. Sasa, sikiliza kwa makini. Hii video sio ya kusema wazazi ni wabaya. Ni ya kukuambia kuwa maneno yana nguvu kuliko tunavyodhani. Unaweza kurekebisha au kubadilisha. Badala ya kusema wewe huwezi, ukasema hebu jaribu tena. Angalia mwenzako, ukasema una kitu cha kipekee. Acha hizo ndoto, ukasema niambie zaidi kuhusu hiyo ndoto. Mzazi hahitaji kujua kila kitu. Anahitaji tu kutozima ndoto ya mtoto wake kabla hajajitambua. Mwisho na kuacha na hili wazo. Mzazi anaweza kumlea mtoto katika umaskini, lakini akamjenga kwa maneno na akafanikiwa. Au akamlea mtoto mwenye kila kitu, lakini akamvunja moyo kwa maneno yake na akaanguka. Mtoto wako ataishi na maneno yako hata ukifa. Swali ni moja tu. Maneno yako yanajenga ndoto zake au yanazizika? Kama video hii imekugusa, ishiriki kwa kuishare. Huenda kuna mzazi mahali anahitaji kusikia hili leo. Kama umefanya hivyo, rudi na ucomment hapo chini nimeshare. Kisha bonyeza neno subscribe kama bado. Kisha ulike. Asante kama umefanya hivyo na kwaheri.